Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi, tembelea Zinga TV Online. Lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Zinga Online TV. Nini kijana? Basi. Ni mikono. Unajua kazi huyo. Na mimi niko na huyu. Mswata. Bado. Bako pia wewe hapa jwali hapa. Umeshaonekana. Wewe utaona vitanga baadaye ukitajua sheria namba 8 unasoma msimamo. Kuzungu magawe mashaka. Walimu wakasahau. Wewe nipige foto yako. Akasahau. Ulipona mwaga, ulipona paka. Oye! Yule. Inapendeza. Wewe nani? Samson?
ambaye pia ni meneja wa Activate kanda ya Ziwa Godfrey hapa. Karibu sana katika sehemu yako wewe, yakawe sehemu ya historia yako. Usitegemee jirani yako atakupa furaha, bali ni wewe mwenyewe kubali ulichokisoma alafu kitendee haki. Wakati mwanasheria wetu anajiandaa kuja, basi wote tuwe tayari kusikiliza sheria ya Activate ambayo inakipa uwezo chuo chetu 2020 baada ya kusajiliwa rasmi na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi Activate, ambalo limepewa mamlaka ya sheria namba 9 ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sura namba 129 ya mwaka 1997 kusajili, kutoa ithibati, kutambua idara, kusajili walimu wanaofundisha vyuo vya kati, kuidhinisha mitaala ambayo inatumika katika vyuo vya kati ambavyo si vyuo vikuu na vile vya ufundi stadi, kudhibiti ubora wa elimu na mafunzo yanayotolewa na vyuo vya kati na vile vya ufundi stadi, na kuidhinisha programu na kutoa tuzo kwa wahitimu wa ngazi husika.
Asante sana mwanasheria wetu wa chuo, na huo ndio uwezo ambao basi mtaaluma wangu naomba ufike tumkaribishe mkuu wa chuo tuweze kuunda rasmi mkusanyiko huu kwa mahafali ya 3 katika chuo chetu. Kwa heshima na taazima, Mheshimiwa mkuu wa chuo, nakukaribisha kuunda rasmi mkusanyiko huu kuwa ni mahafali kwa minajili ya kutunuku astashahada na stashahada za Chuo cha Utawala wa Biashara na Teknolojia ya Habari. Ninatangaza mkusanyiko huu kuwa ni mahafali ya 3 ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Asante. Kabla ya kuondoka, Mheshimiwa mkuu wa chuo, huyu ndio mkuu wa chuo chetu pendwa, anaitwa King Manase, lakini vile vile ndio mwanasheria wa chuo chetu. Nikuombe moja kwa moja uchukue jukumu la utambulisho ili tuweze kufahamiana na wageni mbalimbali walioko hapa. Karibu mkuu wa chuo. Ndugu mabibi na mabwana, wageni waalikwa, wahitimu, na kwa heshima kubwa kabisa mkurugenzi wa chuo pamoja na mgeni rasmi wa mahafali yetu ya 3, karibuni sana sana katika mahafali haya ya 3 ya chuo chetu ambayo mimi ni mwenyeji wenu. Karibuni sana. Makofi tafadhali. Kwa nukta hii nimepewa fursa ya kutambulisha baadhi ya wageni tulionao, lakini kwa kuwa sijapata fursa ya kuwatambua wote kwa uwezo waliopo, niombe kwamba zoezi hili tuliahirishe kidogo na tuendelee hatua nyingine, na hapo baadaye tutawatambua wote waliopo mahali hapa. Asante sana. Asante sana ndugu mkuu wa chuo. Wahitimu, mahafali safi? Hapana, yeye alikubali. Naomba shangwe kidogo ili na mimi MC nijisikie kwamba kweli ninasherehesha watu ambao wanaenda kutunukiwa astashahada na stashahada. Lakini mkiwa hivyo na mimi napata unyonge, lakini hata mgeni rasmi atashinda kuelewa hao watu wamevishwa tu, hawajasoma au mmesoma. Si ndio? Basi shangwe tuliweke hapo pembeni. Lakini wakati na kuandaa mtaaluma wangu mwanamuziki wetu maarufu wa chuo chetu Mr. Imbu, na mara baada hapo tutaendelea matukio mengine. Basi naomba nimkaribishe mtaaluma wetu Mheshimiwa Samsoni. Karibu. Tarehe 14 mwezi wa 12 2023. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kuweza kufanikisha sherehe ya mahafali yetu ya 3 ya chuo chetu. Kipekee niwashukuru sana wageni waalikwa wote, viongozi wote ambao wamehudhuria kwenye mahafali haya na wamekubali kujumuika nasi. Aidha, naomba nitumie pia fursa hii kuwashukuru wanafunzi wote ambao siku ya leo wanahitimu masomo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo tunaadhimisha mahafali ya 3 ya chuo chetu. Na siku ya leo tuna jumla ya wanafunzi 59 ambao wanaenda kumaliza au watatunukiwa astashahada pamoja na stashahada zao kwa muda ambao tulikuwepo nao chuoni. Naomba basi kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi nitoe ufafanuzi au mchanganuo wa wahitimu hawa ambao leo wataorodheshwa mbele ya mkuu wa chuo kwa ajili ya kutunukiwa. Tuna wanafunzi 13 ambao wanahitimu leo astashahada ya utawala wa biashara. Lakini pia tuna jumla ya wanafunzi 22 ambao wanatunukiwa siku ya leo kwa stashahada ya utawala wa biashara. Lakini pia tuna wanafunzi 17 ambao watatunukiwa astashahada zao za teknolojia ya habari na mawasiliano. Na tuna wanafunzi 7 ambao watatunukiwa pia astashahada ya tehama kwa mwaka huu ambao leo wanamaliza. Ambapo Mheshimiwa mgeni rasmi kilele chake kikubwa
tunakitimisha leo baada au punde watakapotunukiwa astashahada pamoja na stashahada kwa fani ambazo wamesoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa liza yako naomba basi niuombe umma kwa pamoja tuwapigie makofi na vigelegele wahitimu wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo pia heshima kubwa kutambua uwepo wa mkurugenzi wetu siku ya leo pamoja na mkuu wetu wa chuo. Natambua ya kwamba wana majukumu mengi ambayo wanafanya, lakini siku ya leo wameona waungane pamoja nasi kuadhimisha siku hii kubwa sana ya kuwatunuku wanafunzi hawa ambao wanahitimu. Tunatambua sifa za kujiunga na chuo chetu. Namba 1, kwa watu ambao wanatamani kujiunga na chuo chetu, sifa za wanafunzi ambao tunadahili mahali hapa naomba nizitaje kama ifuatavyo. 1, mtu aliyemaliza kidato cha 4 na kuwa na ufaulu angalau wa pasi 4, yani D4 kwa masomo yake aliyosoma isipokuwa somo la dini. Lakini sifa ya pili ni mtu aliyemaliza kidato cha 6 na kuwa na ufaulu wa principal pass 1 pamoja na subsidiary 2, au mwanafunzi ambaye amesoma National Vocational Award yani NVA level 3 kwenye chuo kinachotambulika na serikali. Kwa heshima kubwa naomba kutangaza kwenu mabibi na mabwana, kwenye mahafali haya tutakuwa na kupuo wa mwezi wa 3. Tuna nafasi za masomo ambazo tunatangaza siku ya leo. Kuanzia mwezi wa 3 tutakuwa tunadahili wanafunzi mahali hapa. Hivyo niwaombe sana kwa yule ambaye pengine atakuwa na ndugu yake, jamaa, rafiki, umlete kwenye chuo hiki ili aendelee kupewa mafunzo. Lakini pia wanafunzi wetu tulionao wanatoka maeneo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna wanafunzi ambao wanatoka kwenye mikoa mbalimbali hapa nchini, lakini pia kuna wanafunzi wetu ambao wanatoka kwenye taasisi mbalimbali. Tunaona wanafunzi ambao wanatoka kwenye jeshi la askari polisi, tuna wanafunzi wanaotoka kwenye jeshi la wananchi Tanzania, tuna wanafunzi ambao wanatoka jeshi la magereza, pia tuna wanafunzi ambao wanatoka mashuleni moja kwa moja. Hivyo nilivyotaja sifa hizo, maana hata kama wewe ni mtumishi wa umma, ni mtumishi wa serikali au mtumishi wa taasisi binafsi, kama unatamani kujiendeleza kwa elimu, nikukaribisha sana, kwa sababu sisi hatubagui. Maana tunao watu wengi ambao wanajiendeleza mahali hapa. Lakini mafanikio ya pili ambayo tumeyapata kwenye chuo chetu kwenye sehemu ya taaluma ni uboreshaji wa taaluma. Katika kuboresha taaluma, chuo chetu kimeajiri wakufunzi na wafanyakazi wapya ili kuendana na ongezeko la wanafunzi ambao wakufunzi hawa ni wakufunzi ambao wana weledi, lakini pia wana maarifa stahiki za kuweza kuandaa wanafunzi ambao tunawafundisha. Lakini sambamba na hilo, chuo kimeendelea na maboresho ya miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, ikiwa ni tuna mwanafunzi mmoja ambaye alidahiliwa, ambaye tayari alikuwa na vigezo vya kujiunga na kidato cha 6. Alikuwa amemaliza kidato cha 6, na baada ya kumdahili mahali hapa, mwanafunzi huyo aliweza kufaulu vizuri na kujiendeleza kwa elimu ya juu. Na kwa heshima kubwa, kama atakuwepo basi angetupungia mkono ili umma wote tumuone siku ya leo. Nadhani atakuwa bado hajafika. Lakini sambamba na hilo, mwaka 2023-2024 jumla wanafunzi 3 walifanikiwa kujiendeleza na elimu. Na nasema hivyo sio kwamba wengine walikuwa hawafaulu, hapana. Wote walikuwa wanafaulu, isipokuwa kuna wengine bado hawajaweza kujiunga na elimu ya juu, lakini wengine walivyomaliza moja kwa moja walichukua hatua ya kujiendeleza na masomo yao. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye ongezeko la ufaulu mwaka 2023-2024 wanafunzi 7 wamefanikiwa kudahiliwa na masomo ya elimu ya juu. Lakini kutokana na ufaulu wa wanafunzi wetu, wengine wameajiriwa kwenye sekta mbalimbali. Wapo walioajiriwa kwenye taasisi binafsi, lakini baadhi ya wengine wamejiajiri kwenye biashara zao ndogo ndogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hitimisho, mwisho nawapongeza wahitimu mtakaotunukiwa vyeti hivi punde. Hongereni sana kwa juhudi zenu na kwa mafanikio haya ambayo mmeyapata. Kumbukeni kuwa mmejifunza kwa maendeleo ya watu, na mmejifunza ili mkafanye maendeleo ya watu. Elimu mliyoipata hapa ikawe daraja kati yenu na wananchi, badala ya kuwa ukuta wa kuwatenga na jamii inayotuzunguka. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia niwaase wahitimu wa siku ya leo. Kuna mtu mmoja naomba ninukuu, alisema a vision is not a wealth. Yani maono sio
while you do your dance. I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Asante sana. Ni kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi ameona jitihada zenu, lakini ananiambia yes, muendelee kuimprove siku hadi siku, na amewazawadia kiasi cha Tanzania. Iki hapa naomba mkamate kikiwa pamoja na mkurugenzi wa chuo, nanyi ameungana ninyi. Lakini mambo vipi vijana? Mambo vipi vijana? Mambo vipi?
Kijana, mambo vipi kijana? Pole na mihangaiko ya usiku mcheo, tazama kuna jambo la maana, ni mchongo mwanana. Nasikia unavuta bangi na unakunywa banana, umewasababisha ugonjwa moyo baba na mama. Umekuwa kwenye drama. Maisha yangu ni magumu sana, napambana sana, bado niko BCBT. Mikutano ya maendeleo ya jamii unaipita, sogea usikilize na ushiriki kwa uhakika. Mchango wako kwenye gurudumu unahitajika. Usiposhiriki haki zako umezizika. Umekuwa ndodosha na hautazaminika. Leo wajibu wako na kisha wajibika, na mvua za masika na kisha nyesha kikisha na shabu na rimika. Na nyinyi viongozi wape nafasi vijana, paga uzoefu hampaga za kuchwana. Kijana ndo taifa, kijana ndo maarifa kwenye kuzima ufo, na kijana ndo anasifa. Kijana pigana usipigana ukaitwa nunda, usibebeshwe unga na bosi utaitwa punda. Na diri sigidunda hamia kwenye siasa, mbona fursa zimejaa. Wambe hata mwenyekiti serikali za mitaa, haki ya nani unafaa makinishi wataka, utakapomiliki nyumba nzuri na motoka. Na kila halmashauri kuna fedha zenu pia za miradi ya vijana. Ulishakusikia unda kikundi kisha tichangamkia, na mkifika waambieni zile 5%. Oh my god, ingawa maisha ni magumu sana, bado napambana, bado niko BCBT. One day yes, huko juu heukaza msuri. Usiige marafiki utapata 0. Kama unasoma shule piga msuri, usiige marafiki utapata 0. Soma kwa bidii usije ukapata 0. Wewe ni binti mzuri, kila mwanaume anataka apige mhuri. Usikubali kuibadili kwa gari, kinga mwili. Soma kwa bidii uje uwe Dr. Mhindiri. Sasa weka nadhiri, uwa hutorudia kutumika kimwili. Isikilize mimi hili nikupe madiri. Naja huko mtana unautaka utajiri, na unasubiria mpaka waje wakwajiri. Kwa nini usijajiri? Kwa nini usanzisha hata kibanda cha asali? Mshala kuwa pale na ifanya pojari. Usisahau kusali, maana bila maombi hautovuka mstari. Dunia ina mengi, unataka uwe baresa, unataka uwe na mengi. Anza kidogo dogo mwisho utakuwa. Bwana Simon Charles, asante sana. Tunaye mwakilishi wa afisa tawala wilaya. Jumuiya nzima ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia Biharamulo, ninayo heshima kubwa kukukaribisha wewe ukiwa ni meneja wa kanda ya Ziwa wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET, pamoja na wageni wengine waalikwa katika mahafali haya ya 3 ya chuo hiki. Ni dhahiri kuwa umetoka mbali kwa kuacha ratiba yako ya masomo ngazi ya PhD huko Dar es Salaam na majukumu mengine mengi ya kitaifa, na kutuunga mkono na kuja kushiriki nasi katika kuadhimisha mahafali haya. Pamoja na uwepo wako hapa, ukaona si vyema uambatane na mama wa familia. Hongera sana. Mama meneja, popote ulipo naomba usimame utusalimie. Asante sana, asante sana. Mama asiyetaka makuu ameomba kukaa meza kuu, akasema hapana, hicho si viti vyangu. Tunakushukuru sana mama. Ndugu mgeni rasmi, ninayo pia heshima kubwa kutambua uwepo wa mkurugenzi wetu wa chuo, wawakilishi wa bodi ya chuo, wageni binafsi wa familia yako ambao utakuja kuwatambulisha hapo baadaye kama itakupendeza, na wageni wengine wote waalikwa ambao wamekwisha tambuliwa na ambao watazidi kujumuika pamoja nasi katika mahafali haya, ikiwa ni siku adhimu ya vijana wetu wanaohitimu masomo yao. Kwa namna ya pekee ninawakaribisha sana mahafali haya viongozi wetu wa dini, vyama vya siasa na serikali kutoka idara na taasisi mbalimbali zinazoshiriki pamoja nasi leo hii katika mahafali haya. Na ni shukrani yangu kwenu kwa kuja kwenu, na shukrani hizi pia ziwaendee viongozi wa makampuni binafsi ambao tunao, vyombo vya habari, Radio Kwizera, marafiki wa kitaaluma, majirani zetu, wazazi, ndugu, marafiki na wageni wote ambao kwa kweli mmeungana nasi. Hongereni sana na tukipige makofi.
Ndugu mgeni rasmi, Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo ni taasisi binafsi inayotoa elimu ya kati iliyoanzishwa mahali hapa mnamo tarehe 22 Disemba mwaka 2018 chini ya usajili wa Mamlaka ya Elimu ya Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA katika fani na kozi za muda mrefu na muda mfupi katika kozi za teknolojia, habari na mawasiliano, uhaziri na matumizi ya kompyuta pamoja na biashara, kundi C. Tarehe 3 Disemba mwaka huo 2018 chuo kilipata usajili toka Baraza la Mitihani la Taifa kama kituo cha mitihani ya maarifa na kidato cha 4, yani NECTA, kwa usajili namba P 5890. Tarehe 27 Julai mwaka 2020 chuo kilipata usajili toka Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTE kwa usajili namba REG BTP 121P, ambayo baadaye VETA na NACTE zilikuja kuunganishwa na kuundwa kwa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani NACTVET. Ndugu mgeni rasmi, kupitia kikao cha Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET cha mwezi wa 8 tarehe 10 mwaka 2023, chuo hiki kimepata usajili wa kudumu kwa kozi zote zilizosajiliwa toka awali. Toka kuanzishwa kwa udahili wa wanachuo chuoni hapa, sifa za chini za kujiunga ni kama ambavyo zimeelezwa kwa mapana na mtaaluma wangu. Kwa kutambua kwamba wakati tunasajili awali kozi ya TEHAMA ukiwa na takwa la ufaulu wa lazima wa somo la hesabu, na ikaonekana takwa hilo linawanyima fursa walio wengi ambao hawakidhi takwa hilo, basi mapitio ya mara kwa mara ya mitaala, kutoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi, kuendeleza wafanyakazi kitaaluma, kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, na kuanzisha kozi mpya ili kuendana na mahitaji ya soko. Ndugu mgeni rasmi, popote penye uhai hapana mafanikio ya wazi wala hapakosi mafanikio ya wazi wala changamoto ambazo mwenye uhai anakumbana nazo. Katika uhai wa chuo hiki yako mafanikio ambayo ni bayana, ambayo baadhi yameelezwa katika hotuba ya mtaaluma, lakini kwa kuongezea tu baadhi ni haya. Kwanza, katika eneo la taaluma, chuo kimefanikiwa kuongeza idadi ya wanafunzi wanaodahiliwa kutoka wanafunzi 16 ambao tulianza nao mwaka 2020 hadi wanafunzi 70 ambao wamedahiliwa kwa mwaka huu wa 2024-2025. Ongezeko hili linaongeza na linahusisha ongezeko la wanafunzi wa kozi ya TEHAMA kutoka mwanafunzi mmoja tulianza naye mwaka 2020 hadi wanafunzi 44 ambao wamedahiliwa mwaka huu wa masomo 2024-2025. Kadhalika, chuo kimefanikiwa kuboresha mtaala wa kozi ya TEHAMA ambayo sasa inawataka wadahiliwa kuwa na ufaulu wa angalau alama 4 za masomo yoyote isipokuwa dini, tofauti na awali ambapo ufaulu wa somo la hisabati ilikuwa ni lazima. Na hii kadhalika, tunayo mafanikio ya utoaji wa mafunzo ya muda mfupi ya matumizi ya kompyuta kwa uhitimu wa kidato cha 4. Kwa miaka 3 mfululizo, kila baada ya wanafunzi wa kidato cha 4
kuhitimu mafunzo yao, chuo kimekuwa kinatenga mwezi maalum kwa ajili ya mafunzo haya ili kuandaa wanafunzi hao kutambua matumizi ya kompyuta katika ulimwengu huu wa matumizi ya tehama. Toka chuo hiki kimeanza programu hii, kimefanikiwa kuwawezesha wanafunzi 73 wa kiume na 94 wa kike kupata mafunzo haya bila malipo kwa kipindi hiki. Ninawashukuru wageni wote waalikwa na wahitimu, na sina budi pia kuwashukuru wakufunzi wote pamoja na jumuiya nzima ya chuo kwa mchango wao katika kutoa huduma na kufikia mafanikio makubwa tunayosherehekea leo hii. Naishukuru kipekee kamati ya mahafali ambayo katika kipindi kifupi imefanya kazi kubwa na nzuri. Makofi tafadhali. Mwisho kabisa, na kwa kutambua mtiririko wa ratiba bila kuathiri mtiririko huo, nimuombe sasa aliyeandaliwa kwa ajili ya kutoa hotuba kwa niaba ya wageni waalikwa. Popote pale uliandaliwa, karibu sana. Asante sana. Makofi tafadhali kwa mkuu wetu wa chuo. Ni hotuba fupi na ni hotuba yenye kueleweka na itaenda kuishi mioyoni mwetu. Basi kama alivyosema mkuu wa chuo, tunamkaribisha mwakilishi wa wageni waalikwa aweze kutoa neno. Karibu. Nilifanikiwa mwaka wa 2015 kujiunga na chuo hicho na kuhitimu diploma, ordinary diploma ya sheria. Na kwa kweli baada ya kuhitimu nilijiunga na chuo kikuu huria cha Tanzania, ambapo kwa sasa nimehitimu shahada ya sheria, yani Bachelor of Laws. Kwa hiyo ninayaona haya mambo unaweza kuyachukulia kama mambo ya mchezo au mambo madogo madogo, lakini unapoamua kuzamia katika kuisaka elimu na elimu inapatikana. Kwa hiyo niseme kwamba nyie leo ambao mmepata nafasi ya kuhitimu na wala ambao mmejiunga na chuo hiki, haya mambo ni bayana na mambo haya ni hakika kabisa, sio mambo ya bra. Na leo hii tunampata mgeni rasmi ambaye anakuja kwetu akiwa ni kiongozi mkubwa kabisa wa kitaifa kwa maana ya kanda hii, sijui ni ya Kagera, lakini vyovyote ilivyo, lakini niseme kwamba tunafaidika sisi watu wa Biharamulo kuwa na elimu hii ya kati. Ndugu mgeni rasmi, sisi watu wa Biharamulo tumekuwa nyuma kwa kweli, niseme, kwa kuchangamkia fursa hizi za vyuo vya kati, kwa sababu labda ni mambo mageni na mapya kwetu. Na sasa nichukue wito huu na nichukue fursa hii kuwaomba ndugu zangu watu wa Biharamulo, kwa kuwa tunasikilika katika Radio Fadeco na Radio Kwizera na vyombo vingine vya habari, basi nichukue fursa hii kuomba wananchi wote wa wilaya ya Biharamulo tujiunge na SACCOS ya vijana ambao tulikuwa tunatafuta mtaji kwa watu wa Biharamulo. Sio vibaya kusimama ili watu wakuone, na leo umevaa joho la kuhitimu. Nafadhali sana kwa heshima, na sasa anafanya kazi na jeshi la wananchi wa Tanzania. Naomba usimame tafadhali. Niruhusu niseme maneno machache kumhusu, kwa sababu ni mtu ambaye nimefanya naye kazi kwa karibu. Tukiwa pale SACCOS ya vijana Biharamulo, yeye alikuwa anatusaidia kazi za kudai madeni na shughuli ndogo ndogo za pale. Lakini ile SACCOS ya Biharamulo ilikuwa kwenye jengo la mgambo la jeshi la akiba la mgambo, na mara nyingi walikuja watu kufanya usaili pale kwenda JKT. Sasa kwa sababu ya mahusiano, nadhani sababu sijui aliendaje, lakini kwa sababu ya mahusiano na kwa sababu alikuwa anaona vijana wengi wanakuja pale kufanya usaili, na yeye nadhani akajua ninazo sifa za kwenda JKT. Kwa hiyo kwa mahusiano yale alipita pale, akamuona mkuu wa jeshi pale,
basi nadhani akapita na baadaye tulimuona tayari ameshakuwa askari. Hongera sana. Na kwa mahusiano hayo tayari leo amekuja na anahitimu leo. Sijui anamaliza kozi gani, lakini nimemtolea mfano kama mtu ambaye ni mpambanaji, ambaye anaonyesha mfano kwa vijana wengi wa Biharamulo. Kwa hiyo niombe kwa kijana yoyote ambaye anadhani sio rahisi, niombe tutie jitihada, tutie mguu ili tuweze kuliendeleza taifa letu na hususan wilaya yetu ya Biharamulo. Tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2020 tunawashukuru na kuwapongeza sana. Ninaamini kwamba na nyinyi ni sehemu ya watu waliojitokeza, kwa sababu watu walikuwa wamejiandikisha kwenye daftari la mkazi. 95% ya wananchi wa Biharamulo walipiga kura. Bila shaka na nyinyi ni miongoni mwao. Asanteni sana. Tunashukuru sana kwa kutuunga mkono, na kwa kuwa uchaguzi huu kwa kweli haukutokeza visa vyovyote ambavyo ni vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutuunga mkono. Mwaka wa kesho, mwaka wa 2025 ni mwaka pia wa uchaguzi. Tunaomba sana, kwa sababu nyie pia ni sehemu ya wananchi wa Tanzania, wananchi wa Biharamulo wenye vyama na itikadi mbalimbali. Tunaomba sana mjitokeze kuweza kugombea nafasi mbalimbali kwenye vyama vyenu. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya njema na kuweza kufika hapa kwa ajili ya mahafali yetu ya vijana ambao ni wahitimu wetu. Kwa niaba ya jumuiya nzima ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo, na kwa niaba yangu binafsi, ninayo heshima kubwa kukaribisha wewe meneja wa Baraza la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi na TVET Kanda ya Ziwa, pamoja na wageni wengine waalikwa wote katika mahafali yetu ya 3 ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Ni dhahiri kuwa leo umeacha majukumu mengi ya kitaifa, lakini umeona ni vyema utuunge mkono kwa kuja kushiriki nasi katika kusherehekea pamoja na vijana ambao ni wahitimu wetu wa ngazi ya stashahada na stashahada katika fani za utawala wa biashara, yaani business administration, pamoja na fani ya tehama ya teknolojia habari na mawasiliano, information and communication technology, kwa mwaka wa masomo 2023-2024. Ndugu mgeni rasmi, kwa namna pekee ninawakaribisha sana viongozi mbalimbali kutoka idara na taasisi za serikali niweza kufika hapa na kushiriki pamoja nasi leo hii katika mahafali haya. Shukrani kwa kuja kwenu. Pia ziwaendee vyombo vya habari. Kama mnavyoona hapa tunasikilizwa na redio Fadeco, lakini na redio zingine. Pia tukienda kwenye YouTube channel wapo hapa, tuko live. Tunashukuru sana kuweza kufika hapa na kujumuika na sisi kwa ajili ya mahafali ya vijana wetu. Lakini pia niwashukuru kwa kufika hapa wageni ambao ni majirani zetu. Chuo cha Maendeleo ya Jamii Rubondo wako hapa, lakini pia tuna majirani zetu ambao ni wenyeji wa kijiji chetu cha Nyarukongogo, ambapo ndipo chuo chetu kiko hapa. Wazazi wa wahitimu na wazazi wa wanafunzi ambao mko hapa, karibuni sana. Kuna marafiki na wageni wote wa wanafunzi, tunawashukuru sana kufika hapa katika mahafali hii na kuweza kuungana sisi. Ndugu mgeni rasmi, kipekee napenda kupongeza mkuu wa chuo, walimu, watumishi wote wa chuo kwa ushirikiano na wajibikaji wenu mzuri, kwani nyinyi ndio mmewezesha kupatikana wahitimu hawa 59. Tuwapigie makofi walimu waliowezesha na wanaowezesha vijana wetu kuweza kuhitimu na kuweza kufanikiwa astashahada mbalimbali za chetu. Ni dhahiri kuwa bila ya kuwepo wajibikaji wenu kwa pamoja katika kutekeleza majukumu ya chuo, leo tusingekuwa hapa. Kutokana na umoja wenu, mshikamano, dhati mlionao, tunaweza kufanikisha. Tunashukuru sana.
sana walimu na watumishi wote wa chuo ukiongozwa na mkuu wa chuo. Pongezi zangu hazitakuwa zimekamilika kama sitawashukuru na kuwapongeza kwa dhati wahitimu wote kwa kufuzu na kuhitimu vyema masomo yao. Ninafahamu kuwa haikuwa kazi rahisi. Kazi ambayo ilifanyika kwa hawa vijana walioko hapa sio kazi nyepesi. Ilikuwa ni kazi nzito, ni mchakato. Hawa certificate mwaka wa kwanza kwa wale ambao wamepata diploma, wakaja mwaka wa pili, na sasa mwaka wa tatu katika masomo yao. Manake hawa wamekaa kwa miaka mitatu na hatimaye leo wamemaliza lakini pia tunao wanafunzi ambao ni certificate hapa, mtawaona watakapokuwa wamefika vitu vyao. Wana mwaka mmoja na sasa wanaenda mwaka wa pili, manake bado na safari ndefu ya kuweza kuhitimisha masomo yao ngazi ya diploma. Na mustaza huo ninawapongeza sana na wahitimu wote wa chuo chetu wakiongozwa na wahitimu wa ngazi ya diploma. Natumai elimu mliyoipata hapa chuoni katika mihula yote ya chuo mtaitumia ipasavyo katika kuleta mabadiliko chanya na hatimaye kuleta maendeleo endelevu katika sekta binafsi na serikali. Kama ulivyosikia katika utangulizi wa historia ya chuo uliosomwa na mkuu wa chuo, nadhihirisha dhamira madhubuti tulionayo kuhakikisha elimu inawafikia Watanzania wote kama serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inavyoelekeza. Ndugu mgeni rasmi, kitu kinachosikitisha ni mwitikio mdogo wa wananchi wa wilaya ya Biharamulo na mkoa wa Kagera kwa ujumla kwa kujiunga na chuo chetu, ili hali chuo kimesajiliwa na serikali na wanafunzi wanaohitimu chuoni kwetu wanajiunga na vyuo vikuu mbalimbali vilivyopo nchini na wengine kupata ajira serikalini na taasisi binafsi. Ili mheshimiwa mgeni rasmi nisisitize kidogo mwitikio kama jinsi alivyosoma mkuu wa chuo lakini akademiki, lakini pia ameongezea mwakilishi wa wageni ambaye na yeye ni zao letu. Sisi kama Biharamulo College tuna watu wengi ambao wanapitia mikononi mwetu, wapo serikalini na wana nafasi kubwa serikalini, wanatekeleza sera ya serikali, wamepitia mikononi mwetu. Maanake tunapokea wakiwa na elimu ya kidato cha 4, tukawatengeneza na hatimaye wanasaidia taifa kwa namna moja au nyingine. Lakini watu wa Biharamulo na mkoa wa Kagera mwitikio umekuwa ni mdogo. Wamekuwa wengine wanaenda vyuo vya huko, sasa wanaporudi kufanya field katika halmashauri zetu au katika maeneo yetu ya Biharamulo tunatoa masomo bure. Ni kwa sababu tunawaandaa watoto wanapoenda form 5 na 6, maana yake wanatakiwa waende vyuo vikuu. Vyuo vikuu kule tunatumia kompyuta sana kwa ajili ya kufanya kazi zetu. Ndio maana tunafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba kizazi chetu cha wilaya ya Biharamulo na taifa kwa ujumla kinakuwa ni kizazi ambacho kinaendana na teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa kuhitimisha, ndugu mgeni rasmi, ninachukua nafasi hii kukushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa mgeni wetu rasmi katika mahafali yetu haya ya 3 ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Aidha, ninaendelea kuwashukuru wazazi na walezi wa wanafunzi kwa kugharamia ada za mafunzo ya watoto wao. Hadi leo wapo tayari kulitumikia taifa kupitia ujuzi waliopata hapa chuoni. Niwashukuru pia wafanyakazi kwa mara nyingine tena na wajumuiya wote wa elimu wa Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo kwa kuendelea kuchapa kazi kwa bidii. Ndugu mgeni rasmi, niwashukuru wahitimu watakaotunukiwa vyeti na kuwaasa kuwa muoneshe weledi katika kutumia utaalamu mlioupata hapa chuoni. Utaalamu mliopata hapa chuoni ndio mmoja mkautumie na kuonesha weledi huko mwendako. Kama wewe ni mtumishi wa serikali, basi kasaidie yale ambayo sasa yanahitaji utaalamu zaidi ili kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Wewe ambaye bado hujaajiriwa, unatarajiwa kuajiriwa, basi kaonyeshe weledi huko unapoenda kufanya kazi kwa vitendo. Na ukifanya hivyo, maana yake itakuwa ni manufaa kwa jamii na taifa
kwa ujumla. Aidha, ni wasihi wahitimu epukane na utashi binafsi kwa kuzifuata sheria na kanuni na taratibu zilizowekwa katika kutekeleza majukumu yenu, na muendelee kutafuta elimu, kwani elimu haina mwisho. Tumieni fursa hii mlioipata chuoni hapa kujiendeleza zaidi kielimu kwa kujiunga na vyuo vinavyotoa elimu ngazi ya shahada katika fani zenu. Kama mlivyoona hapa, mwakilishi wa wageni rasmi, wageni mbalimbali hapa amezungumza na kutoa ushuhuda kwamba yeye amepitia mikononi mwetu na sasa hivi amemaliza degree ya sheria katika chuo kikuu huria Tanzania. Kwa hiyo na hii elimu mlioipata msisite kukaishia kwamba sasa tumefika mwisho. Sifa mnazo, mmesoma katika chuo ambacho kinatambulika na serikali. Kila kitu ambacho mtakipata serikali imekipa baraka, na mnaweza mkaomba vyuo vikuu mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa wanafunzi mnaobaki, kama unavyoona wageni walikwa hapo, kuna wanafunzi ambao wengine wamevaa t-shirt nyekundu, hao ni wanafunzi ambao wanaobaki. Nyinyi nikiwa mkurugenzi wa chuo hiki, ni waase mzingatie masomo, lakini mdumishe nidhamu, amani, utulivu na ushirikiano kwa wakufunzi wenu. Mnapofanya hivyo, basi ndiyo mtajenga msingi wa mafanikio ya kwenu ya baadaye ya kitaaluma. Mwisho kabisa, nachukua fursa hii kwa heshima na taadhima, baada ya burudani, kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi kuja kuongea na hadhara hii iliyopo mbele yako. Asanteni kwa kusikiliza.
Kigoma. Katoa Kigoma kaja kuona kazi anayoifanya mwanae. Mama, kwa heshima na kuomba usimame angalau wapungie mkono wananchi wa Nagombera. Lakini pia mama ameambatana na kaka yangu. Kaka, nawe pia kwa heshima na kuomba usimame wapungie mkono wananchi wa mbele yako. Mara baada ya utambulisho huo muhimu sana, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa mgeni rasmi, na kuomba uweze kuhutubia hadhara iliyoko mbele yako. Karibu sana. Taasisi ya Wasibu Tanzania kampasi ya Mwanza kwa kuwa na mahusiano mazuri na taasisi nyingine ambazo wanashirikiana nazo katika utoaji wa elimu. Lakini pia tuna ndugu yetu wa RUWASA, meneja RUWASA, mwakilishi wa DAS, mkuu wa kikosi cha jeshi, mkuu wa shule ya sekondari Rubondo, mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Rubondo. Upo hapa. Kama si wewe basi unamwakilisha mdogo wangu Nchambi ambaye ndio mkuu wa chuo pale. Lakini pia nimefurahi kumuona ndugu viongozi kutoka vyombo vya ulinzi na usalama, nimewaona pia hapa. Mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Biharamulo tumeambiwa yupo hapa. Lakini pia ndugu yangu Buchana Gandi, mwenyekiti wa kamati ya siasa wilaya, lakini pia na mwakilishi wa mwenyekiti wa halmashauri ya hapa Biharamulo. Nawashukuru sana na nimefurahi sana kuwaona. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, viongozi wa dini, wahitimu wetu siku ya leo, wanachuo mnaoendelea na masomo yenu, wazazi, walezi ambao mko pamoja na sisi, wafanyakazi wa taasisi BCBT, wafundishaji pamoja na wago. Tumeaminiwa na serikali tusimamie elimu ya kati. Kipindi kile tulikuwa tunaitwa NACTE. Wengi mtakumbuka NACTE, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, The National Council for Technical Education, ndio ilikuwa inaitwa hivyo zamani. Tangu baraza lilipoanzishwa, mkuu wa chuo amesema vizuri kwenye sheria iliyoanzisha baraza, sheria namba 9 ya mwaka 1997, sura ile ya 129 ndio inazungumzia majukumu ya baraza. Nini baraza linatakiwa kufanya? Baraza lilianzishwa sio kwa bahati mbaya. Tukumbuke kabla ya 97 vyuo vingi vilikuwepo, hasa vyuo vya serikali na vyuo vya taasisi za kidini na vingine binafsi vilikuwepo. Vingine vimeanzishwa mwaka 75, vingine 60 na zaidi, vingine 80. Lakini kwa nini 97? Serikali ilikaa ikaangalia, ikaona kulikuwa kuna uholela wa uanzishwaji wa vyuo. Mtu akilala, akiamka, akifikiria anaona anatakiwa kuanza chuo, anaanzisha bila kupata taratibu zozote za usajili. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza ambalo lilikuwa ni kero. Kwa hiyo kulikuwa kuna kitu kinaitwa mushrooming, of technical institutions. Lakini swala la pili lilikuwa ni swala la entry requirement. Mtu anayeingia kusoma kwenye hivyo vyuo ambavyo vimeanzishwa kiholela ana sifa zipi? Kulikuwa hakuna minimum requirements ambazo zilikuwa zimekuwa set. Kwa hiyo mtu mwenye kama ana D1 au tuseme ana pasi 1 au ana pasi 2 au 3 amesoma na anamaliza, anasema mimi na stashahada ama na astashahada. Kwa hiyo serikali ikasema hapana, lazima tuwe na chombo ambacho kitarekebu, chombo rekebu, regulatory authority, ambayo itasimamia utoaji wa mafunzo, itathibiti ubora wa mafunzo ambayo yanatolewa kwenye hivi vyuo vya kati. Kwa hiyo kwa kuliona hilo ndipo NACTE ya kipindi kile ambayo, kwa hiyo hilo lilikuwa la kwanza, tunasajili. Lakini la pili, tunafanya utambuzi wa idara kwa maana ya department recognition. La tatu, tunafanya ithibati kwa maana ya accreditation. Jambo la 4,
tunasajili walimu wote, wakufunzi wenu wote ambao wanafundisha kwenye vyuo mnaoona hapa wamesajiliwa, tumewatambua. Maana hatutaki tu mwalimu afundishe hata kama hana sifa za kufundisha. Kwa hiyo tunawasajili na tunawatambua kwamba hawa ndio wanaofundisha. Nani anafundisha chuo gani, program gani, module ipi. Lakini swala jingine ni kuhakiki mitaala. Tunafanya curriculum validation. Tunahakiki mitaala ambayo inatumika kwenye hivi vyuo. Hakuna mtaala ambao unatumika haujapitishwa na baraza, haujafanywa validation, haupo. Tunapogundua kwamba kuna udanganyifu, tunachukua hatua mara moja. Mmesikia kuna baadhi ya vyuo vinasimamishiwa kutoa mafunzo, kwa maana tunafanya stop admission. Lakini kuna vyuo ambavyo tunafanya deregistration, tunavifutia usajili, haviendelee kutoa mafunzo. Mmesikia vyuo vilivyokuwepo ambavyo sasa hivi havipo. Hivyo ni kutokana na non compliance. Kama havitimizi masharti ya utoaji wa mafunzo, tunavifungia na tunavifuta. Lakini kutokana na kazi ambayo inafanyika vizuri ya baraza, serikali kupitia chama tawala kama alivyosema ndugu yangu Buchanagandi, na sisi NACTVET tupo katika Wizara ya Elimu. Kwa hiyo tunatimiza au tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni chama tawala kwenye sekta yanafanyika chuoni kwa vitendo. Nyinyi mnasoma TEHAMA, mnasoma elimu ya biashara. Tunataka tuone TEHAMA ikifundishwa kwa vitendo, elimu ya biashara ikifundishwa kwa vitendo, sio nadharia peke yake. Nadharia ipo, lakini kwa vitendo. Na tunapozungumza vitendo, tunazungumzia ujuzi, tunazungumzia study, tunazungumzia maarifa, tunazungumzia ueledi, knowledge, skills, understanding and attitude. Hivyo vitu ndivyo ambavyo tunaviweka kwenye competence based education and training. Tunasema ni umahiri katika kutenda au umahiri kiutendaji. Ukitoka hapa ukasema wewe ni mtaalamu wa TEHAMA, usiende kule kwenye sekta binafsi ama umeajiriwa serikalini ukaenda kukwaya. Utatia aibu, watu watajiuliza huyu ametoka chuo gani? Si amesema ana stashahada kwa maana ya ordinary diploma in ICT, Information and Communication Technology, ya chuo cha Biaramlo. Inakuaje anakwaya? Watu wanasema tuna shida. Mligundua shida ilianza kwenye soko la ajira. Employers wale waajiri walikuwa wanalalamika na graduates ambao wanatoka vioni wanakwenda kufanya kazi, wakiajiriwa wanaonekana hawafit. Si ndio A, B+ na GPA ambazo mnazipata, grade point average ambayo mtu anakuwa na 4.5, 4.8, 4, 3.8 hazi reflect utendaji wa kazi. Watu wanasema amepataje GPA ya 3.8, GPA ya 4.5 wakati utendaji wa kazi hovyo. Lakini pia watu wakawa wanaangalia professionalism. Huyu kweli ni mtu wa TEHAMA, ni mtu wa IT. Tunaona anavyovaa, tunaona anavyozungumza, ana communicate namna gani. Kwa hiyo soft skills zikawa zinakosekana, communication skills zinakosekana, stadi za mawasiliano, technical skills zinakosekana. Waajiri wakalalamika, wakasema hatuwezi kuajiri. Ndio maana wakaanza kusikia wanaajiri watu kutoka Kenya, kutoka Nigeria, kutoka Zimbabwe, kutoka mataifa mengine. Serikali ikasema hapana, sasa itoshe. Tunataka elimu ambayo inazingatia umahiri katika kutenda. Ndio ikaanzishwa elimu ya ufundi, ambapo nyinyi ndio mnasoma elimu ya ufundi. Na nikisema elimu ya ufundi, nataka tutofautishe na ufundi mchundo. Kuna watu ukiambia elimu ya ufundi wanafikiri ni kugonga nyundo, ni kugonga vyuma. Yaani unajua sasa hiyo ndio elimu ya ufundi. Sio ufundi, sio. Ufundi maana yake ni umahiri katika kutenda kazi ambayo umeisomea. Huo ndio ufundi. Kuchoma sindano ni ufundi. Sio kila mtu anaweza kuchoma sindano. Ndio maana tunasema ni ufundi. Mtu anayesoma nursing and midwifery, ukunga na uuguzi, akaenda kwenye swala la kusoma sindano, sio kwamba kila mtu anaweza. Wewe uliyetoka hapa na teknolojia ya habari na mawasiliano, inawezekana kuchoma sindano usiweze. Ni ufundi, inahitaji ufundi. Mtu aliyesoma clinical medicine, uafisa tabibu, au aliyesoma ufamasia, kugawa dawa, ni ufundi. Sio kila mtu anajua na dawa ipi inatumika kwa ugonjwa gani. Testimony anashuhudia
Leo mnaniambia mna wanachuo 44, naomba mjipigie makofi. Lakini pia kutoka wanachuo 6 mpaka wanachuo 70 ambao wamedailiwa 2024 2025, naomba mjipigie makofi. Lakini niwashukuru sana pia kwa kurudisha kwa jamii. Mmeona jamii nayo wazunguka ifaidi matunda ya uwepo wa BCBT, na hatimaye mnatoa elimu. Mmeniambia mnafundisha computer application bure, watu mbalimbali wananufaika, wanasoma, inapendeza sana, na mimi niwapongeze sana sana kwa hilo. Lakini pia ni wasii wa hitimu, napomaliza hotuba yangu naomba muwe na shukurani kwa Mwenyezi Mungu ambaye amewajalia, hawapigania. Mlikuwa na ups and downs nyingi. Safari hii mliofikia sio rahisi hata kidogo. Mapito, mabonde na milima yalikuwa mengi, lakini Mungu kawasimamia, hatimaye mmefikia hapa leo. 2, mwashukuru sana wazazi wenu, walezi wenu ambao wamejitoa kwa hali na mali kuwalipia ada na michango mingine mbalimbali na mahitaji yenu mbalimbali, hatimaye mmefika hapa. Wamejinyima sana. Wazazi wenu, walezi wenu ni matajiri sana. Hiyo ada walioitoa hapo kwa miaka yote, wangekuwa wanataka kufanya chochote cha kimaendeleo, wangefanya kikubwa sana, lakini wamejinyima, wakaileta kwenu. Kwa hiyo shukrani zenu ziwaendee wao. Lakini pia walimu wenu pamoja na wafanyikazi mwega wa taasisi hii wamepambana kwa pamoja. Hatuwezi kubeza jitihada za mlinzi aliyelinda usalama wa chuo, mali za chuo na usalama wenu, tukamsifia mwalimu wa TEHAMA peke yake, haiwezekani. Hatuwezi kubeza jitihada za mlezi, matron, patron, mwadili na kadhalika. Kwa hiyo wote tunawashukuru na tunaomba tuwapongeze sana kwa sababu wamefanya kazi kwa ushirikiano, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Nilishawaambia keep going, msiishie hapo mlipoishia, muendelee zaidi. Kazi mlioifanya ni kubwa. Nakumbuka yule mfalme Charles wa Uingereza wakati anaapishwa, aliulizwa kuapishwa unajisikiaje kuwa mfalme? King Charles akasema, alijibu kwa tafsiri ya Kiswahili akasema neno makali. Waandishi wa habari wakamwambia, tufafanulie unaposema makali maana yake nini? Akasema inahitaji maandalizi makali, inahitaji ujue saikolojia, inahitaji ujue falsafa, inahitaji ujue protokali kwa maana ya itifaki. Akasema inahitaji ujue hesabu. Kwa hiyo unahitaji kuwa na maandalizi makali kuwa mfalme, utawazwa kuwa mfalme. Kwa hiyo sio jambo dogo. Nyinyi mmefanya maandalizi makali, ndio maana mmefikia hapa. Lakini pia kuna mwanazuoni mmoja aliulizwa, ukipewa masaa 8 kukata mti utatumia mangapi? Yeye akasema nikipewa masaa 8 kukata mti nitatumia masaa 6 kunoa shoka. Akiwa na maana kwamba maandalizi ndio kitu cha msingi. Akinoa shoka kwa masaa 6, masaa 2 yanamtosha kukata mti. Alipewa 8, hawezi kusema nitatumia 5. Ingekuwa mwingine angesema natumia 6 au 7. Yeye amesema nitatumia masaa 6 kunoa shoka. Kwa maana kwamba yale 2 yanatosha kudondosha mti. Nyinyi mliingia msituni, walimu wenu waliingia msituni, tunu mmeipata, na sisi tunashuhudia kwa jinsi mtakavyokuwa mnatunukiwa leo. Kwa hiyo niwapongeze sana na niwaahidi, niwaambie you go and serve with dignity, fairness and accountability kokote kule mnapokuwa. Mwisho niseme changamoto hizo zipo, niwaombe uongozi wa chuo. Bahati nzuri tuna viongozi wetu wako hapa. Tuna mwenyekiti wa CCM wilaya, tuna mwakilishi wa mwenyekiti wa halmashauri. Hawa watekelezaji, watunzi wa ilani, kuna utekelezaji pia. Ningeomba hii changamoto ya barabara iweze kufika katika vyombo husika, na amini itafanyiwa kazi. Lakini swala la hamasa ndogo, niombe ndugu zangu liwe ni swala la timu. Tusaidiane kuhamasisha kwa vyombo vya habari, lakini sisi tuliowapa hapa wahitimu ndio tuwe mabalozi wazuri wa BCBT. Tuambie wenzetu, jamani, BCBT pale tunapata mafunzo katika utaratibu ambao ni wa kiserikali. Ninawashukuru sana, ninawapongeza sana, na niko tayari sasa kuungana na mkuu wa chuo ambaye atakwenda kuwatunukia astashahada na astashahada ya elimu ya biashara pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano katika mahafali ya 3 ya chuo cha BCBT leo tarehe 14 Desemba
2024. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Alfred Baji Madu Shanana Ali Hussein Kabula Faustini Mliakalamu Mlisho Sudi Paul Peter Lucian Coaches Ala Chua Simoni William Simon Utawala wa biashara, yani basic certificate in business administration ya chuo cha elimu ya biashara niliyokabidhiwa. Ninakutunuku astashahada ya utawala wa biashara, yani basic certificate in business administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia Biharamulo. Hongera sana. Baji Madu Chanana Utunuku muhitimu astashahada ya utawala wa biashara, yani basic certificate in business administration. Ninakutunuku astashahada ya utawala wa biashara, yani basic certificate in business administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia Biharamulo. Hongera sana. Ninakutunuku astashahada ya utawala wa biashara, yani basic certificate in business administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia ya Biharamulo. Hongera sana. Mamlaka niliyokabidhiwa, ninakutunuku astashahada ya utawala wa biashara, yani business certificate in business administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia ya Biharamulo. Hongera sana. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, ninakutunuku astashahada ya utawala wa biashara, yani business certificate in business administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia ya Biharamulo. Hongera sana. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, ninakutunuku astashahada ya utawala wa biashara, yani basic certificate in business administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia ya Biharamulo. Hongera sana. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, ninakutunuku astashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani basic certificate in information and communication technology ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia ya Biharamulo. Keep
wote. Moja. Kuachua kwa mbali mkurugenzi pia. Basi tukio hilo linaendelea. 2, 3. Vigelegele tafadhali. Asante sana. Basi naomba uliyetuletea keki uje uendelee kusave hapa. Meza kuu iweze kupata keki na kisha tuendelee na ratiba yetu. It's MC Wizzy. Kwamba unafika unamtaja mhitimu wako, tunamuita, tunakuja kumlisha keki kwa Tanzania shilingi 1000 tu, na zoezi hili tunatarajia lichukue dakika 10 ili tuweze kuendelea na ratiba. Ni kwamba tuko na ratiba sana. Studio. Mahafali ya tatu safi. Safi. Pekee kabisa kwa kufungua zoezi hili naomba niwalishe keki wale wote ambao wametajwa kuwa wanafunzi bora wa mwaka wa masomo 2023-2024. Kabula tunakukaribisha. Sambamba na hilo nimekuwa nikitajwa basi wale wengine waliotajwa kutoka kwa ofisi ya ndugu wakili pia mnakaribishwa mpate keki. Karibuni sana. Keki hizo zimeshalipiwa. Mawakili tunaomba msogee tuweze kupata keki. Ameanza kufungua rasmi kwa Tanzania shilingi 20,000. Asante sana. Sana mheshimiwa mkuu wa chuo na vile vile mwanasheria wa chuo. Tunataraji zoezi kuliendesha kwa takriban dakika 10. Basi tunaomba tuendelee na zoezi sambamba. Manuel Nestor tunaomba uje. Protest tunaomba uje. Naomba wahitimu mkiitwa mnakuja moja kwa moja kwa carpet yetu jekundu kuchukua. Basi tuachie nafasi kidogo ili tuweze. Wazazi tuachie nafasi kidogo. Karibuni mpate keki pamoja na Petro. Karibuni mpate keki. Chua Protest Melchiori. Petro, karibu mpate keki. Naomba ukitaja chua, ukitaja umenyanyuka unawahi kuokoa muda. Mungezungukia kwa hivi ili wa watu kananika waweza kuwa mngetoka mngekalia Narokasi ajiandae. Flavian, karibu upate keki kutoka kwa Fulu. Wakati huo Emmanuel Nikodemu popote ulipo unalishwa. Naomba ukisoma mhitimu unapanga mstari ili tuweze kupata picha za kumbukumbu. Molele wewe. Kapanga mstari kupata picha keki hivi. Makofi tafadhali. Binafsi naomba niwashukuru sana kwa mahudhurio yenu, na kwa hakika sherehe ni watu, na kuwepo kwenu kumefanya mahafali haya yafane, na niwashukuru wote kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Kuna waliotoka nje ya wilaya ya Biharamulo, kuna waliotoka ndani ya Biharamulo lakini walikuwa na majukumu yao wakayaacha, na kwa heshima ya shughuli ya leo wakaamua kuungana nasi. Niwashukuruni sana na niwatakie kila la heri. Kwa mamlaka yale ya kisheria niliyokuwa nayo ya kufungua mkutano huu kuwa baraza la mahafali, sasa kwa mamlaka niliyokabidhiwa navunja mahafali haya ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Thank you.
Sasa si anatoka hapo nje. Kula kusini si hapo. Wanakuja nayo wamesema. Mbona hapa ipo wakugani? Wanakutana nayo maji. Kwa tutayafanya. Yangu. Sasa simchukue juisi hapo. Maji yani hapa. Ipo. Hapo sogeni basi. Nachukua ipi? Wewe. Hapa ndani. Hapa hivi. Wewe sio nani? Kisha. Aje hapa. Angalia. Mama. Bibi. Unapita huko. Bibi. Bibi. Msianze mambo mengi. Ipi unataka kati ya hizi? Kamati hapa. Hayo maji. Chukua nyingine nyeusi. Ipi kati ya hizi? Unaondoka tu. Maji hapa. Chukua hizo nyeusi. Maji tu. Wewe maji maana umenani? Kuna wengine nimeshawakamata sana unaniambishia nini? Mimi namwambia huyu maana agawi maji. Huyu anagawa maji. Sawa maji. Wewe mwache, amesema twende kwetu. Nendeni. Kwa bodi mwache hapa. Yupi? Nendeni kwa sababu kuna usalama mjautumia hapa. Sasa utaribu wakati sisi tumeambiwa tuje hapo. Kugawa vyote maana anapita bila maji. Ngoja aje tu. Wanafunzi wewe sasa sisi tumeambiwa tuje. Sasa sisi tupo kamati. Tupo kamati. Kamati nani hiyo wewe? Alituweka sasa kamati. Ulikuwa unapanga. Hivi ndio ulikuwa unapanga. Tumsema hiyo inafanya nini hapa? Ndio maana sasa kama sisi muda watu wanaenda bila maji. Watu wanaenda bila maji, watu wanaenda bila sisi. Bibi mpanti maji. Mwache wagawe. Pata utaratibu kwa wewe ukasimama. Wewe mwache wagawe twende. Sisi kama limepangiwa tu. Nende kwenye chako. Nende mkaro. Nende bali mkaro. Unachukua na maji. Nende vipi? Nende mkaro. Maji ndio wanipa huyo. Majina naitwa Salum Hamisi Kituta. Mimi ndio mkurugenzi wa chuo hiki, chuo cha utawala, biashara na teknolojia Biharamulo. Kama mlivyosikia waandishi wa habari kutoka mwanzo wa hotuba, tulianza mwaka 2020 ambapo tulianza rasmi kwa kozi za NACTIVATE, ambapo tukawa tuna uwezo wa kuruhusiwa na serikali kuweza kutoa kozi ya aina mbili. Yani kozi ya kwanza ni Information and Communication Technology
na kozi ya pili ni business administration, kuanzia certificate hadi diploma. Tumetoka katika kipindi kigumu sana, lakini kwa sasa tunaona kwamba tunaelekea sehemu ambayo kidogo ahueni, kwa sababu wanafunzi wanaweza kuongezeka chuoni kwetu. Kama mlivyosikia mwanzo kabisa, tulianza na mwanafunzi mmoja ambaye alidahiliwa kwenye kozi ya information technology, tukafuata wanafunzi 7, hatimaye sasa hivi tuna wanafunzi 44. Hiyo hao ni wa kozi ya information technology. Sasa hivi tuna wanafunzi zaidi ya 70. Kwa hiyo tunapoelekea ni kuzuri, sio kubaya. Jamii inaanza kuelewa na Watanzania wanakuja, na chuo hichi kinachukua wanafunzi kutoka sehemu tofauti, kutoka mikoa ya Mara, kutoka mikoa ya Simiyu, Arusha, Dar es Salaam, Lindi, Kagera penyewe, Kigoma wako hapa. Kwa hiyo tunapoelekea sio kubaya, jamii inaanza kukielewa chuo, wanafunzi wanasoma hapa na waliohitimu kama ulivyosikia, wengine wameshaomba vyuo vikuu wamepata na wanaendelea na masomo ya juu katika vyuo mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa ufupi, wananchi wa mkoa Kagera, hususan ni wilaya husika ambayo ni wilaya ya Biharamulo, tusimunye maneno. Wilaya ya Biharamulo kwenye chuo chetu sisi hatujui kwenye vyuo vingine, ila mwitikio wa kielimu bado uko chini, kwa sababu chuo hiki tumekitangaza kwa wananchi wa wilaya ya Biharamulo, lakini toka tumeanza masomo hapa, wanafunzi ambao tumewadaili kusoma hapa ambao ni wanafunzi ndani ya mkoa wa Kagera ni wanafunzi wasiopungua 6 ndio wamesoma katika chuo hiki, ambao wengine wanafanya waendelea na masomo ngazi ya NT level 4, wengine NT level 5. Kwa hiyo mwitikio bado uko chini. Ukiangalia takwimu za wanaomaliza kidato cha 4 na wanafunzi ambao tunawadaili ndani ya mkoa huu, na fursa hii tumeileta ndani ya mkoa huu tena wilaya ya Biharamulo, kwa hiyo inasikitisha sana kwa idadi ya wanafunzi ambao tunawapata ndani ya wilaya hii na hususan katika mkoa wa Kagera. Kwanza wa Tanzania au wana Kagera na wana Biharamulo waamini vya kwao. Hichi chuo kimesajiliwa na serikali, kinatambulika na serikali. Miongozo yote ambayo tunaitoa sisi ni miongozo ya serikali. Na kama unavyoona hata mgeni rasmi umeona ambaye tulikuwa naye leo ni mkurugenzi wa NACTVET Candace, ambao ndio wasajili wa baraza. Kwa hiyo kinatambulika, na ndio maana wanafunzi wetu wako vyuo vikuu. Kipi ambacho kifanyike? Wapende vya kwao. Mfano mzuri nimehutubia hapo, unakuta mwananchi wa wilaya ya Biharamulo anampeleka mtoto wake Dar es Salaam au Mwanza. Ikifikia wakati wa field anakuja wilaya ya Biharamulo, anapewa nafasi ya halmashauri ya Biharamulo hapa. Anakutana na mwanafunzi wetu sisi. Ile mwanafunzi alienda kusomea Dar es Salaam au Mwanza, hamna kitu. Kwa hiyo anakuwa hajui kitu. Kwa hiyo wanafunzi wetu sisi wanaanza kufanya nini? Kumuelekeza. Kwa hiyo kumbe haina maana kwenda huko. Kule wanaenda kupoteza muda. Wasome nyumbani. Sisi tuna idadi kidogo ya wanafunzi. Kwa hiyo walimu wanakuwa na uwezo wa kumfikia mwanafunzi mmoja mmoja na kufahamu matatizo yao, kuliko kwenda kwenye vyuo vyenye wanafunzi wengi, wanafunzi 700. Wanafunzi ataelewa kwenye wanafunzi 700. Kwa hiyo tuwaambie kwamba waje hapa Center for Academic Excellence ili waje kupata ujuzi wa kuweza kufikia kabisa. Kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, miundombinu ya barabara hususan katika eneo letu kuna vyuo vingi, kuna chuo cha Rubondo cha serikali, na kuna shule ya sekondari, na shule ya msingi, lakini mbele kidogo kuna kijiji. Lakini barabara kuu kutoka barabara kuu kuja chuoni kwetu kweli miundombinu yake sio nzuri. Tunajaribu kuiambia serikali, na wakati mwingine huwa wanaleta grader, lakini bado ile barabara inakuwa iko sawa kutokana na mvua zinazonyesha. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwamba iendelee kuangalia eneo letu na kuweza kulifanyia ukarabati mara kwa mara, kwa sababu huku ni eneo ambalo kuna taasisi mbalimbali zinazotoa elimu na zinasaidia kuhakikisha kwamba taifa letu linafanya miundombinu inatosheleza. Ndio maana kwa pembeni hapo, mheshimiwa mwandishi, unaona kuna jengo ambalo limeshakamilika, limebakia kufanywa usafi. Kwa hiyo tunaendelea kuongeza majengo kulingana na uhitaji. Tunaendelea kuongeza majengo kulingana na uhitaji. Yale madarasa mawili ambayo yameshaandaliwa, yameshajengwa, yabakia tu kufanywa usafi, ambapo kwa mwaka masomo huu unaoanza mwaka ujao 2025 2026 yale madarasa yatafunguliwa rasmi na yataanza kufanya kuanza kutumika. Kwa wanafunzi tulionao, kwa madarasa tulionayo yanatosha, lakini tunatarajia kwamba mwakani tutapokea wanafunzi wengi zaidi ya hawa. Kwa hiyo tumejiandaa kuongeza madarasa ambayo umeona yameshakamilika. Kilichobakia tu ni usafi, na naamini hakuna kitu. Naitwa Godfrey Michael Muhangwa, ni meneja wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi kwa maana ya NACTVET
kanda ya Ziwa, kanda ambayo inahudumia mikoa 5: Geita, Shinyanga, Mwanza yenyewe, Mara na Kagera. Suala la uanzishwaji holela wa vyuo lilikuwepo kipindi cha nyuma kwa kiasi kikubwa sana. Watu wengi walikuwa wakianzisha vyuo kiholela bila kufuata taratibu, bila kuwasiliana na mamlaka husika kwa maana ya NACTVET, kufuata taratibu za usajili. Lakini baraza, kwa sababu ndio chombo rekebu ambacho kilikabidhiwa majukumu hayo na serikali kupitia sheria ya bunge, kikafanya jitihada, kikafanya ukaguzi na ufuatiliaji kwa maana monitoring and evaluation. Na kumbuka mwaka 2017 tulifanya ukaguzi huo kwa nchi nzima, na tumekuwa tukiendelea kufanya ukaguzi huo kila mwaka. Na tunapobaini vyuo ambavyo vinaendesha mafunzo bila kupata usajili wa baraza, tunavifungia. Tumevifungia vyuo vingi sana ambavyo vilikuwa vifuati taratibu, na tukaona tuwaelimishe wadau, tuelimishe umma kupitia tovuti yetu. Ukiingia kwenye tovuti ya baraza ambayo ni www.nactvet.go.tz, tumeweka orodha ya vyuo ambavyo vinatambulika, vimesajiliwa na baraza na ambavyo ndio vinaruhusiwa kutoa mafunzo kwa ngazi zote, kuanzia NTA level 4 kwa maana ya ngazi ya tuzo namba 4 mpaka NTA level 6 kwa maana ile ordinary diploma ngazi ya tuzo namba 6. Lakini pia kwa vyuo vya kati ambavyo sio vyuo vikuu vinavyotoa degree lakini pia na masters. Kwa orodha ile iko ndani. Mimi naomba niwatie shime wazazi, walezi, lakini pia hata na wanachuo ambao wamemaliza wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 wanaotaka kujiunga na vyuo, wapite kwenye tovuti yetu, wajiridhishe na vyuo ambavyo wanaomba kusoma, kujua kama vimesajiliwa ama la. Moja ya chuo ambacho kimesajiliwa na baraza ni chuo cha elimu ya biashara pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano kwa maana ya TEHAMA, Biharamulo College of Business and Technology, BCBT. Chuo hiki kilisajiliwa mwaka 2020 kutoa program za TEHAMA pamoja na elimu ya biashara. Na wakati kilianza kikiwa na idadi ndogo ya wanachuo, lakini mmesikia kwamba wanaendelea kukua, na sisi wenyewe tumekuwa tukiwashauri, tukiwafanyia guidance, tukiwatembelea, tukiwakagua, na kwa sasa kwa kweli wamekuwa tunawapongeza sana. Walianza na hatua ya usajili wa muda unaitwa provisional registration, lakini hivi sasa wana usajili kamili ambao sisi tunaita full registration. Na hatua wanaoendea sasa hivi ni hatua ya mwisho ambayo ni ya juu kabisa ya usajili ambayo inaitwa accreditation au ithibati. Na kwa kuanza na hilo wameanza na kitu kinaitwa eligibility, candidacy eligibility, kwamba wanataka kuwa eligible kuwa candidates wa accreditation au ithibati. Kwa hiyo wako kwenye mchakato huo, na ninaamini ndani ya muda mfupi watapata candidacy, na baada ya kupata candidacy watapata ithibati kwa maana ya accreditation. Wataruhusiwa kuongeza programs kutoka 2 walizonazo na kuongeza kuwa nyingi zaidi ya hizi 2, lakini pia watakuwa kiaminika na kutambulika zaidi kitaifa na kimataifa, kwa sababu ithibati inafanya chuo kitambulike hata kimataifa kwamba kweli kimeruhusiwa na mamlaka husika kutoa mafunzo. Kwa hiyo ni watoe hofu wazazi, walezi, ni wasihi kwamba chuo hiki kimesajiliwa na kinatambulika na baraza, na programs ambazo zinatolewa zinatambulika na baraza, na walete watoto wao wasome. Sisi kama baraza tunasisitiza umahiri, wanafunzi kujifunza kwa vitendo, ili wakitoka hapa ile dhana ya zamani ya kuajiriwa na serikali itoke na ipotee, kwa sababu serikali haiwezi kaajiri kila mwanachuo, kila mwanafunzi, haiwezekani, kila muhitimu. Kwa hiyo tunasisitiza sana umahiri, ili wakitoka waweze kujiajiri wao wenyewe, ama wale watakokuwa wamefanikiwa kuajiriwa na serikali basi waweze wamepata ajira za serikali, lakini msisitizo ni kujiajiri wao wenyewe. Unawaambia nini sasa wanafunzi ambao wamehitimu leo hapa? Mimi kwanza ninawapongeza wanafunzi waliohitimu leo, ninawapongeza sana kwa hatua hiyo, kwa sababu haikuwa kazi ndogo. Kukaa hapa mwaka, miaka 2, miaka 3 sio kitu kidogo. Kuna wengine walikuwa wanajiuliza kwa nini watu wanasema amepata basic technician certificate, kwa maana kwamba alisoma mwaka mmoja. Sisi taratibu zetu za tuzo za kitaifa kwa maana NTA system zinaruhusu mwanafunzi kuexit kwenye level husika, kutoka kuhitimu
kwa level aliyosomea. Kwa hata kama mitimu level 4 anaruhusiwa kugraduate, kuhitimu na kwenda mtaani, kwenda kujitafutia chochote anachoweza kujitafutia, lakini akitaka kurudi kuendelea na level inayofuatia anaruhusiwa. Kwa hiyo kwanza nawapongeza kwa milestone waliofikia, nawapongeza kwa hatua hiyo, lakini niwatie moyo kwamba waendelee. Let them keep going. Waendelee zaidi kujisomea, kujifunza na hatimaye kufikia ngazi za juu za tuzo za kitaifa ambazo zinasimamiwa na baraza. Kwa mkoa wa Kagera tuna takriban vyuo 8 ambavyo ni hivyo vyuo vya kati ambavyo viko katika wilaya tofauti. Tuna chuo kiko wilaya ya Misenyi kinaitwa St. Magdalena, kinamilikiwa na kanisa Katoliki, lakini ni chuo ambacho kinasimamiwa na NACTIVATE kwa maana na sisi baraza. Lakini tuna chuo cha kilimo Maruku kinaitwa Mati Maruku, kile pale kinasimamiwa pia na baraza, kimesajiliwa. Kuna chuo kinaitwa Zoom Polytechnic kiko pale Bukoba mjini, lakini pia kuna hiki chuo kinaitwa Biaramlo College of Business Technology ambako tuko leo. Lakini pia kuna chuo kinaitwa Biaramlo Institute of Health Sciences and Technology kiko hapa Biaramlo, kinamilikiwa na kanisa Katoliki, nacho kimesajiliwa na baraza na kinatambulika na kuaminika. Lakini kuna wilaya ya Karagwe, kuna chuo kinaitwa Karagwe Institute of Health and Allied Sciences, kinatoa programs za afya, nacho kimesajiliwa na kinatambulika na baraza. Kwa hiyo tunavyo vyuo viko vingi katika mkoa wa Kagera, kama nilivyosema takriban vyuo 8 vya kati, lakini pia bado tuna vyuo vya ufundi ambavyo bado tunavisimamia. Moja ni Biaramlo, chuo cha ufundi stadi Biaramlo, mnakifahamu. Lakini pia kuna chuo cha maendeleo ya jamii kinaitwa FDC Rubondo, kiko hapa Biaramlo, nacho tunakisimamia. Na vingine vimeomba usajili, viko kwenye hatua au mchakato wa usajili kwa mujibu wa taratibu za ndani za baraza. Zitakapokamilika, basi kwa namna nyingine yoyote ile vitasajiliwa na vitawekwa kwenye tovuti ya baraza, na umma utakuwa unajulishwa kwamba hivi vyuo sasa ni rasmi, vimesajiliwa na baraza na vinaruhusiwa kuendesha mafunzo. Kwa kifupi naweza kusema hivi. Hatua ya kwanza kwa vyuo ambavyo havifuati taratibu vinavyofanya non compliance, moja, huwa tunavitembelea. Tukibaini hilo ambalo umeliuliza, huwa tunafanya kitu kinaitwa stop admission. Tunazuia udahili, kwamba kwanza kisitishe udahili, na baraza linahamisha wanafunzi waliokuwa wanasoma kwenye chuo hicho, kinawapeleka kwenye vyuo vingine vinavyotoa program sawa na iliyokuwa inatolewa kwenye chuo husika, na baraza linakiandikia barua ya maandishi chuo husika kukifutia usajili wake, kwa maana ya tunasema kufanya deregistration. Baraza ikishajiridhisha kwamba kweli kilikuwa na non compliance, kinatoa programs ambayo haikusajiliwa na baraza, haina idhini ya baraza, kwa kweli huwa ni kukifungia. Na katika hilo hatuna mchezo, tumefungia vyuo vingi sana. Nikianza kusema hata kanda ya Ziwa vyuo vingi sana tumefungia kwa utaratibu huo. Kumekuwa na malalamiko kwa baadhi ya waajiri kama unavyosema, wanafunzi wanapoenda field kwamba kuonekana kwamba uwezo ni mdogo. Lalamiko hilo lilikuwepo kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa ninathubutu kusema malalamiko hayo yamepungua kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu baraza limefanya kazi yake kubwa ya kuhakikisha kwamba lina hakiki mitaala ambayo inatumika kwenye vyuo iwe ni mitaala ambayo ina idhini ya baraza. Lakini pia vyuo vimekuwa vikisisitizwa sana na baraza kushirikiana na vyama vya waajiri, kwa mfano ATE, Association of Tanzania Employers, chama cha waajiri Tanzania, pamoja na sekta binafsi, kuhakikisha kwamba kinawachukua wanafunzi au wanachuo wakiwa wanakwenda field kujifunza kwa vitendo, waweze kweli kupata instructors kule. Tunasema kama ni hospitali watakuwa ni clinical instructors, kama ni kwenye biashara watapata instructors ambao watakuwepo field kule kuwasaidia. Nadharia waliojifunza chuoni na vitendo wanakwenda pale kuimarisha zaidi. Na kama tunavyojua, kwa mfano kwenye baadhi ya vyuo baraza limesisitiza sana kwa kiasi kikubwa mitaala ya uanagenzi, inaitwa apprenticeship curricula, mitaala ya uanagenzi. Hiyo ni mitaala ambayo inasisitiza sana kwamba kwa muda fulani kidogo 40% wanafunzi wawe chuoni wakiwa wanajifunza nadharia, lakini 60% iwekwe kwenye vitendo. Kwa hiyo kwa utaratibu huo, lile swala au malalamiko ya chama cha waajiri, watu wenye kampuni, sekta binafsi kulalamika kuhusu competence au mahiri wa wanafunzi wanaotoka vioni imepungua kwa kiasi kikubwa, na baraza linafuatilia kwa kiasi kikubwa. Na moja ya kazi ambayo inafanya kwanza ni kusajili walimu, kuhakikisha walimu wanaofundisha kwenye vyuo ni walimu wenye sifa stahiki, lakini mbili ni kuhakikisha mitaala inayotumika ni ile tu ambayo imehakikiwa
na baraza na ina idhini ya baraza katika kutoa mafunzo. Mikakati ya baraza kama nilivyosema, baraza lina kazi 3: moja ni urekebu, 2 ni udhibiti ubora, na 3 ni ushauri kwa serikali. Kwa hiyo katika hilo ulouliza, baraza linaishauri serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na umma na wadau wengine wa elimu kuhakikisha kwamba wenye uwezo, kwanza watu binafsi, mashirika ya dini ambao yana uwezo wa kufungua au kuanzisha taasisi za kielimu, taasisi za kati, wanafanya hivyo ili Watanzania wengi zaidi, watoto wanaomaliza kidato cha 4 waweze kupata nafasi au fursa nzuri ya kuingia kusoma elimu ya kati. Mtagundua kwamba katika nchi ambazo zimeendelea, nchi zilizoendelea zimeendelea kutokana na elimu ya kati. Zinapata watu wanaoitwa technicians ambao ndio watendakazi wakubwa. Pamoja na hivi vyuo vya ufundi stadi vinatoa wale wanaitwa artisans ambao ndio wanasaidia sasa kukuza uchumi wa nchi, kwa sababu wao ndio wafanyakazi wakubwa. Kwa hiyo katika hilo sisi kama taasisi ya elimu ya serikali tunashauri wadau, tunashauri serikali kufungua fursa kubwa, kuanzisha vyuo mbalimbali, programs tofauti, na hasa zile ambazo zinakuwa na uhitaji mkubwa kulingana na mahitaji ya taifa na soko la ajira, iweze kuanzisha taasisi hizo ili wanafunzi wapate fursa ya kuingia kusoma na hatimaye kuendeleza taifa letu. Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi, tembelea Zinga TV Online, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Zinga Online TV.